Kama unamwaga mapema wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ndani ya muda mfupi unapokuwa unamwandaa mwenza wako kipindi cha foreplay time, unajikuta unawahi kufika kileleni, unapoteza hamu ya tendo la ndoa, mume wako anasinyaa, unakuwa kama mtoto, unakosa hamu ya tendo la ndoa, unakuwa kama ni mtu ambaye amemwagiwa maji ya baridi. Yaani in short, ile hamu ya au hamasa ya tendo la ndoa inapotea kabisa. Nini ambacho huwa kinapelekea hali hii kujitokeza kwa baadhi ya wanaume? Sababu ya kwanza ni ile hali ya kuwa na hofu au uoga au wasiwasi. Inapotokea mwanaume ukawa una experience ya kupata premature ejaculation mara kwa mara unapokuwa unashiriki tendo la ndoa, inaweza kujenga hofu ndani ya mfumo wako wa uzazi, hali ambayo inaweza kusababisha mabadiliko mbalimbali katika mfumo wako wa mwili na kusababisha kupoteza uwezo wa mfumo wako wa uzazi kucoordinate vizuri. Wasiwasi unaweza ukaongeza hatari zaidi ya wewe kuwahi kufika kileleni. Lakini sababu ya pili ambayo inaweza ikawa ni chanzo ni kufanya masturbation ambayo umeifanya kwa muda mrefu au kufanya punyeto kwa muda mrefu. Kunaweza kukawa kumetengeneza ile hali ya kujiridhisha mara kwa mara kwa haraka, hali ambayo mwili unakuwa umeshatengeneza adaptation, na hiyo adaptation unajikuta kila unapojaribu kuiondoa kwenye mwili wako inakuwa ni ngumu. Unapokuwa unafanya masturbation au kufanya punyeto, mwili huwa unatengeneza adaptation fulani ambayo inaweza ikawa ina correlate na situation ya mazingira ambayo huyu mtu anakuwa nayo. Kwa hiyo unajikuta unapokuja kushiriki tendo la ndoa na mwanamke halisi, mwili unakuwa bado unamwambia kwamba wewe ni mtu wa dakika moja au dakika mbili. Kwa hiyo unajikuta kila unapojaribu kushiriki tendo la ndoa unajikuta unawahi kumwaga. Muda mwingine unapomwandaa mwenza wako unamwaga pale pale na unapoteza hamu ya tendo la ndoa. Lakini sababu ya tatu ni kuwa na magonjwa ya kudumu ambayo unakuwa umekaa nayo kwa muda mrefu kama vile kisukari au pressure, yanaweza kusababisha kwa asilimia kubwa kuathiri uwezo wa mfumo wako uzazi kufanya kazi vizuri, na matokeo yake yanapelekea unakuwa unamwaga mapema na unashindwa kurudia round. Lakini sababu nyingine ni kuwa na ile tendency ya kuto kufanya mazoezi. Unakula vyakula vyenye mafuta mengi, vyakula vyenye sukari nyingi, haufanyi mazoezi. Kwa mwili unakuwa uko dormant, hali ambayo inaweza kuathiri uwezo wa mfumo wako uzazi kufanya kazi vizuri. Lakini sababu nyingine ni yule mwanaume ambaye anatumia sana pombe na sigara. Kama unakuwa unatumia pombe na sigara, upo katika hatari ya kuathiri uwezo wa mfumo wako uzazi kufanya kazi vizuri, na mwisho wa siku inaweza kupelekea ukawa unawahi sana kufika kileleni. Na jambo la mwisho, kama utakuwa wa homoni zako za kiume zimeshuka, homoni ya testosterone ikipungua, inaweza kuathiri uwezo wa wewe mwili wako kuwa na ashki au hamasa ya kushiriki tendo la ndoa. Kama utakuwa unapitia hizo changamoto na umeshajaribu kutafuta mbinu mbalimbali ambazo zimejaribu kukusaidia kwa kiwango fulani au muda mwingine hazijakusaidia kabisa, tunaweza kuwasiliana. Chukua namba yangu hapa kwenye bio, nipigie simu moja kwa moja nikusaidie kwa ushauri wa kina na matibabu ya virutubisho ambavyo vitasaidia kutibu zile sehemu ambazo zimeathirika ili uweze kurejea katika hali yako ya kawaida. Karibu niweze kukusaidia.